tarbia. Nikizungumzia tarbia nazungumzia malezi. Kwa nini leo nataka niseme malezi? Unapozungumzia malezi, maana yake unazungumzia dini. Yani dini ndiyo malezi. Yani maana yake ukimwona mwanadamu yoyote anatenda matendo mazuri, maana yake amelelewa katika malezi yaliyokuwa bora. Maana yake ukisikia mtu amelelewa katika malezi yaliyokuwa bora, maana yake amelelewa katika muktadha, katika utaratibu unaompendeza la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Nikizungumzia malezi, kwenye malezi ndugu yangu ndiyo kwenye jambo kubwa. Lakini kwa nini malezi yamekuwa mabaya? Kwa sababu wazazi wenyewe wamekuwa wabaya, kwa sababu mifumo ya maisha yetu imekuwa mibaya. Leo hii ukiangalia hata katika maisha ya kawaida, kuanzia ndoa za Kiislamu namna zinavyofungwa, ukiangalia maisha ya Waislamu namna wanavyoishi katika majumba yao, hii yote inaharibu malezi katika familia. Nitoe mfano mmoja. Siku moja nilikuwa maeneo ya Faya, kuna bwana mmoja nilisoma naye Al-Haramaini miaka ya nyuma sana. Yule bwana tulipokutana barabarani akamwambia, ndugu yangu Sheikh Ibrahim, twende kantembelee nyumbani. Kamwambia, leo mimi na mtoto ananiadisia mimi. Sema na mtoto ana miaka 5. Kwa twende nyumbani, uende ukamuone mwanangu, uende ukamuone na mke wangu, twende ukasalimie. Anakaa pale Faya pale karibu na stendi pale kwenye kigorofa fulani. Tulipofika pale tukapanda juu, tukakarimiwa pale, ikaletwa juisi kama kawaida, tukaigonga vizuri kabisa bila wasiwasi wowote. Baada ya kuipiga ile juisi, kisha yule bwana akamwambia mke wake, hebu mwite mwanangu Aisha aje amsalimie hapa baba yake. Basi yule binti akaitwa, kibinti kidogo sana, umri wake takriban miaka 5. Kilipoitwa kile kibinti kikaja, kikafika pale, kikasema shikamoo, kama tulivyozoeza kuwatengeneza watoto wetu. Badala ya kufika pale kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, lakini sisi tamaduni zetu tumeacha tamaduni ya Allah, sasa tunafanya tamaduni ya kibinadamu. Mtu anakuja anasema shikamoo, basi kama kawaida basi tutaitika marhaba, kisha nikamwambia assalamu alaikum. Nilipomwambia assalamu alaikum, kile kibinti kikakaa kimya kabisa, kikabaki kinatizama. Baadaye baba yake akaniambia kwamba unamwona huyu mwanangu ni mjanja sana. Akamwambia, wewe ujanja wake nini? Akamwambia, nikuoneshe. Akamwambia mke wake, hebu mwite mtoto msogeze. Akamsogeza yule mtoto, ikachukuliwa kimeza, kikawekwa kimeza, kisha yule mtoto akachukuliwa akawekwa juu ya stuli, juu ya kile kimeza. Alipowekwa juu ya kile kimeza, alafu baba mtu anamwambia mke wake mfunge kibwebwe. Yule kibinti kile, kitoto kidogo kile miaka 5 au 6 7 hivi, kidogo dogo, kachukuliwa kafungwa kibwebwe. Kilipofungwa kibwebwe, kisha baba mtu anamwambia mama yake mwimbie aone namna alivyokuwa mjanja. Ndio Zuchu anatengenezwa hapo. Akaambiwa mwimbie, alimwambiwa mwimbie, mama akaanza kuimba katika Aisha, katika kiuno, katika. Basi yule mtoto Aisha anakata kiuno, katika anakinyonga kiuno kwa kweli. Mama mtu anaimba Aisha katika kiuno, wakati huo mama mtu na yeye ameweka, baba mtu amechukua simu anamrekodi mtoto wake anakata kiuno. Sasa wewe mtoto mwenye miaka 7 unamfundisha kukata kiuno, akifika miaka 9 inakuwa ni biashara hakuna. Wallahi nakwambia, hiyo ndio dunia ya leo tunakuwa nayo. Hali imekuwa mbaya. Yaani badala, na hata wewe ukitaka kujiuliza hapo, hebu angalia ni matukio gani ya hovyo umemrekodi mwanao kwenye simu yako. Ukiangalia matukio gani ya hovyo tena kijinga, na mwingine umeyachukua yale matukio umeyaposti kwenye TikTok, mwingine umeyaposti Instagram, mwingine umeyaposti umeyatuma Facebook kwenye makundi, mwenyewe unayaona hayo matukio ya kijinga ndio ujanja wa mwanao. Kumbe hayo matukio ya kijinga ndio unamtengeneza mtoto wa hovyo baadaye. Unatengeneza mtoto ambaye
tulivyowatengeneza, namna tulivyowalea. Leo unakuwa na mtoto anakaa wiki nzima hata simu kukupigia, kukuuliza mama, kukuuliza baba, vipi hali yako? Wiki nzima hajajua kumpigia simu mtoto wake, lakini mtoto huyo wiki nzima anampigia demu wake kuanzia asubuhi mpaka jioni, mpaka vocha inaisha, lakini mama yake hana habari ya kumpigia. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hatujawatengeneza watoto wetu katika toa ya kumjua la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu, niwahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu.